kwamba nina fedha nyingi kiasi gani, hapana. Ni ile fedha nilikuwa najinyima tu. Ni sawa na mtu mwingine yeyote tu hapa. Ni moyo. Mwenyezi Mungu akikuita basi, hata kama utakuwa na mamilioni miangapi, kama Mungu bado hajakuita huwezi kwenda. Lakini mimi nasema naomba Mwenyezi Mungu wale wote wenye nafuu ya maisha. Tulikuwa na mama mmoja pale Kondoa, sio ni wapi wale Kondoa nadhani. Yule alikuwa akikaanga nani? Ni wa wapi yule? Yule alikuwa akiuza karanga na nini. Akaamua hiyo fedha akadunduliza paka akafika. Hakana muuzi ngalaangalia akataa. Jamani sisi Wakodelo. Jamani, naombeni sana jamani. Ombeni Mwenyezi Mungu. Kijiji hiki kikiwa na mahujaji wengi, basi na baraka inaongezeka. Na baraka inaongezeka, lakini cha msingi dawa ni kupendana, ni mapenzi. Ni mapenzi, tusiweke chongo kwenye moyo. Mwenzako akikosea basi muombe msamaha. Na wewe unaoomba usije ukangangania. Kwa sababu una wewe tena ukingangania dhambi itakugeukia wewe. Manake Muislamu na Muislamu ni kama mwili huu. Kwa hiyo mwenzako akwambia bwana nakuomba radhi nimekukosea, basi msamaha. Ama unangamale cheuru. Kwa hiyo kingine ambalo ninaweza kusema labda ni hayo tu kwa ujumla. Hii taasisi yetu ya manasiki kama wenyewe walivyosema ina miaka miwili tu. Ni miaka midogo sana, lakini mambo yake ni makubwa. Ni makubwa sana. Nimetoka hapa katika afya mbaya kama alivyoeleza mkurugenzi hapa, nikiwa na hofu. Tena hofu kubwa sana. Hata naongea tukio pale kwenye mafunzo, bado namwambia mkurugenzi, sasa mimi unavyoniona kweli hali hii tafika. Na ndio maana hata mimi niliweka kikao pale nyumbani, nikatoa hosia kabla nikajua pengine nisiwezi kurudi. Lakini namshukuru kijana mmoja yupo hapa, Shabani. Huyu ni Mnyaturu. Huyu amenisaidia sana. Kila ninapokwenda ananiambia mzee weka hapa twende. Huyu. Taasisi hii inatoa mafunzo bure. Chakula inakuwa juu yao, usafiri, kila kitu. Yaani tumekwenda ni kama yai. Unalelewa tu kila ukao, mara unaletewa hiki, mara unaletewa hiki. Na vile vile taasisi hii inatembeza maeneo yote yale muhimu. Mimi hapa unavyoniona Zele Ndroba, sina elimu yoyote kisha, lakini hii taasisi imenipeleka maeneo ambayo sasa hivi naweza nikaieleza angalau kwa uchache. Hapo ndipo nilipoona hata Qur'ani, ukaambiwa hapa Qur'ani fulani aya fulani imeshuka hapa kwa sababu hii, aya fulani imeshuka hapa. Wallahi nikaona mbona naanza kuimaliza Qur'ani huko. Kila mahali Qur'ani inaposoma ina eneo lake. Hapo mtume kapigwa mawe, katoka damu, kafanya msikiti. Mtume alijenga kama ukakashana kama msikiti au kale yakaraka jaga wala nani sijui kaja.